Ninawashukuru sana kwa kufunga safari na kuyaacha ya kwenu kuja kuunga mkono harakati hizi, kwa sababu sisi kama chama, pasina nyinyi hakuna chama, na mapambano haya hayatakuwa na maana ikiwa nyinyi hamtaungana mkono, mguu kwa mguu, kuhakikisha tunaenda na tunapigania nchi yetu. Muda mfupi uliopita mahali hapa alikuwa amesimama dada yangu Pavu akielezea uhalisia wa maisha ya watu wa Kaskazini B. Kwa waungwana, hatuwezi kukaa hapo ambapo tumefikishwa. Lazima tusimame, tupambane na hali hii kuiondoa. Zamani ukija Bumbwini, ukienda Donge na ukienda Mahonda, unarejea nyumbani mjini ukiwa na furaha, kwa sababu pakacha na magunia ulioachiwa na wazazi yamejaa vyakula na neema. Leo Bumbwini ni kavu kabisa kabisa, hakuna tunda linalosimama na kuota. Nimekuja juzi hapa kwenye mkutano wa jimbo nikawaambia hivyo, lakini Bumbwini, Donge na Mahonda ni nchi zilizokusa neema na fursa imekwisha kupotea katika maeneo yao. Haya hayakutokea bure, yametokea kwa sababu yameandaliwa na watu wasio na maono na huruma kwa watu wao. Ni lazima tukae, tutafakari, na lazima tufanye maamuzi tarehe 29 mwezi wa 10 wa kuibadili hali hii. Hakuna njia nyingine, hatuna kaka, hatuna dada, isipokuwa ni sisi wenyewe. Ili kuenda katika mambo haya, ni lazima tujipange na lazima tuwe na maono ya mbali. Mwaka jana mkutano kama huu 2020 hatukufanya mahali hapa, na ni kwa sababu aliyekuwa mgombea wetu Maalim Seif Sharif Hamadi alizuiliwa mikutano mitano na ikalazimika mkutano wa Bumbwini kuufuta. Mwaka huu tumebahatika na tupo hapa tunaeleza kwa nini Othman Masudi Othman. Hakuna sifa moja ambayo inamtengeneza binadamu kuwa mzuri mbele ya watu, na hasa wapiga kura. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akampamba kiongozi wetu Othman Masudi Othman kwa sifa nyingi mno ambazo kwazo zitatusaidia kuziuza na kuzisema ili achaguliwe, ili aiongoze Zanzibar. Ni mtu ambaye ana diverse ya traits za leadership, ana sifa zaidi ya moja wala sio mbili. Ukizikusanya kwa pamoja, unaiona Zanzibar yenye matumaini kwa kizazi kijacho 2050 2100. Hatuwezi kubahatisha uongozi ambao vitu vinafanywa kwa kubahatisha. Matokeo yake Zanzibar inakuwa jangwa, matokeo Zanzibar wanakuwa watu wasio na matumaini, bali ufukara kila eneo unaongezeka. Tujiulize suala la msingi, kwa nini kila mahali kuna uwekezaji mkubwa sana, lakini ufukara wa watu wa kaskazini na watu wa Bumbwini, Donge na Mahonda na kaskazini Nungwi na kwengineko, ufukara wao unazidi, hali ya kwamba serikali imewekeza mitaji mikubwa ya wawekezaji kutoka kila mahali. Sio suala tu la uwekezaji kuwepo na uwekezaji, suala la uadilifu ni suala la msingi sana katika uongozi. Tunakwenda kumchagua Othman Masudi Othman kwa uadilifu wake. Tunaenda kumchagua Othman Masudi Othman
sifa ya kwanza aliyopambwa na Mungu na malezi ya wazazi wake ni uadilifu, kupenda kuwafanyia watu haki. Sifa hii iuzwe kwa wapiga kura kumtangaza mgombea wetu katika kila kona na kumlinganisha na wagombea wengine, ili ionekane ndiyo mtu sahihi wa kwenda kuiongoza Zanzibar ambayo tuna matumaini nayo kwa watoto wetu. Hii ni sifa ya kwanza. Kama unataka kiongozi ambaye ataivusha Zanzibar, lazima ajipambe na sifa ya uadilifu. Ndugu zangu wananchi,